You LK again, na hapa niko university kama kaa. Tupite kwa wadau moja mbili tatu. Kuna swali mimi ninalo, kuna mdau hapa nimemuona, so nataka nikamuulize hili swali tuone yeye ana kipi cha kuzungumza katika hili. Cameraman, let's go. Bro, mambo vipi? Kama kawaida, mambo shwari. Good. Sasa bro, mimi hapa nilikuwa na swali kidogo. Samahani kama nimekuingilia, kama nimekusumbua. Bila shaka. Nilikuwa nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe kwenye maisha ya duniani haya unayoyaona wewe kila siku, kati ya mauti na dhambi, kipi unakiogopa zaidi? Kwanza awali ya yote nikushukuru kwa swali nzuri, kwa sababu unajua sisi vijana sasa hivi pengine tulikuwa tukibezi kwenye mambo ya dunia na tunasahau ya kwamba baada ya duniani kuna maisha mengine. Kabla sijajibu swali lako, na nitajibu kama ambavyo ninavyotakiwa kufikiwa. Waswahili wanasema kwamba mtamaa mbele, mauti nyuma. Nikikurudisha kidogo nyuma, ukisoma kitabu cha Warumi 6:23, neno la Kristo linasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. So far kwa upande wangu, kitu cha kwanza cha kukiogopa ni dhambi, kwa sababu dhambi ndio inaozaa nini? Inaozaa mauti. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona kabisa tuepukane na dhambi, kwa sababu baada ya dhambi ndio kuna mauti, na ndio maana hapo maandiko yanaelekeza kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Cha kwanza tu, vijana wenzangu, tuiogope dhambi, tuikimbie dhambi, kwa sababu tukiendekeza dhambi ndio kuna mauti iliyoko nyuma yetu. Nashukuru sana. Umeongea fact sana. Sasa unajua kwa maisha ya kawaida tu sisi wanadamu wa kawaida tunaogopa mauti kuliko hiyo dhambi. Unawashauri nini kwa haraka vijana walioko chuo na nini kuhusu hilo swala la wanaogopa mauti kuliko hata dhambi yenyewe? Cha kuwashauri tu siku zote, unajua hata watumishi kwenye Biblia unapowasoma walifanikiwa kwa sababu kwanza walikuwa wanakimbia dhambi. Hasa ukiangalia mtumishi mmoja kwenye Biblia anaitwa Yusufu, baada ya kukimbia kwenye nyumba ya Potifa, maana yake angesubiri kuifanya ile dhambi, kulala na yule mke wa Potifa, basi hatima ya maisha yake isingeweza kutimia. Kama ambavyo aliweza kukimbia dhambi, hakuna aliyetegemea kwamba Daudi angekuja kuwa mfalme, unavyojua ulivyowahi kusikia. Kwa hiyo baada ya Yusufu kukimbia kwenye ile nyumba ya Potifa, unaona hatima yake ilikuja kuwa kubwa, baadaye akaja kuwa mfalme. Na pengine umeniuliza swali hasa sisi vijana kama wanachuo. Unajua wengi wetu tunapofika chuoni tuna pretend maisha ambayo hatukutoka nayo manyumbani mwetu. Kwa hiyo tunaendekeza starehe. Ujue katika starehe ndio inayozalisha dhambi, na baada ya dhambi ujue kuna mauti. Na unaweza usife katika ulimwengu wa damu, unaweza ukafa hata kiroho. Pengine ulitoka kwenu ukiwa mtu ambaye unapenda kuabudu, lakini baada ya hapo ulipofika tu, kutokana na watu uliokutana nao, wakakutengenezea mazingira ambayo yanakutengenezea wewe kuwa na dhambi, alafu baadaye mshahara watu wakufa kiroho unakufa. Jua kitu, mshahara unalipwa kutokana na kile ulichokifanya. Kwa hiyo nao dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukifanya dhambi ujue mshahara wako ni mauti.